Shehe Mudi huyu unayemjua mwenye msikiti pale chini ya kilima? Maswali mbona mengi? Nishakwambia babangu mimi anaitwa Shehe Mudi. Alafu mimi kwetu dini imekaa sana. Ukimnakushangaa unabwabwaja hapo unaongea kitu hapo tani sikuelewi mwanangu, hebu kwanza jichenge. My feeling make it. Najua mimi sio rangi uipendayo, ila neza nikapendezesha mchoro wako. Na sina sura nzuri ya kulingia, ila neza kulinda na kutunza heshima yako. Kwa juhudi za mabaya unayofanya baby, hivyo unalipwa na nani? Au tuseme pengine umeamua maybe kumsaidia shetani. Nilifurahi kuona umezaliwa na macho, ila naumia kuona uoni. Nikajitolea hata kumia kwa jirani. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Assalamu alaikum. Vipi hali? Sijawahi kukuambia kitu chochote, ila leo nataka niidhihirishe nafsi yangu kwa haya machache nitakayoyazungumza kwako. Cha kwanza, unajistiri, wala sijawahi kukuona ukikaa na makundi mabaya. Hilo limenifurahisha pia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwenye nafsi yangu kuna kitu kinazungumza. Nimeamua kufunguka kwako. Never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. Safi. Mbona umepotea? Sijapotea, nipo. So unajua mishe nyingi. Unajua Hairati, moyo wangu unaumiza sana. Sijajua shida gani. Natoka juzi naona sikuelewi kusema la ukweli. Nimeolewa, shida nimeolewa, mume ananichunga huyo. Unajua na isitoshe Ramadhani. Ndiye baya kufanya matendo ambayo Mungu hapendi. Sawa, najua Ramadhani, lakini kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla haujaingia, mbona mwezi wapo wa nyuma mbona tumefanya mingi sana mimi na wewe. Kama laiti unamjua Mungu tusingeyafanya yale. Hebu jaribu kufikiria. Hairati, ni shida gani ilokukuta? Unajua sasa hivi nipo kwenye ndoa na isitoshe mfungo tulionao, lazima nitulie. Okay, sawa. Lakini hebu niambie muda gani tunaonana mimi na wewe, au tutakutana utakuja Mageto? Ila leo nataka nikwambie nakupenda sana. Na ninatamani nifike nyumbani kwenu nitoe posa. Nasema haya sio kwa niaba ya kwamba ni leo nafika nyumbani kwenu, hapana. Najua tumefunga, ila natanguliza radhi kwako. Pale Ramadhani itakapoisha nitakuja nyumbani kwenu na kutoa posa. Ni Mwenyezi Mungu amelihalalisha hili. Hivyo nilikuwa napenda haya maswala tuyazungumze na wewe ukajistiri nyumbani kwako, uwe na mme. Wewe baba, umefikiria nini kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa sababu moyo wangu ndo unaozungumza pale ninapokuona. Kwa nimeshindwa kujizuia. Labda tu nikufahamishe, mimi naitwa Shehani. Katika mjini hii yote wananifahamu. Nakaa kwenye msikiti mkubwa wa Shehe Mudi. Mimi ndo imamu pale. Pengine ningependa kukujua na wewe mwenzangu. Unaitwa nani? Mimi jina langu Anifa. Anifa. Oh, mashallah. Jina zuri sana. Limenifurahisha pia. Kwa hiyo katika ujumbe wangu sidhani kama nimeenda long au nimetoka nje ya maji, kwa sababu na hiki tunakitengeneza ni bora
katika maisha yetu mimi na wewe. Hivi kaka, unajielewa kweli? Yaani kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha unafikiria mambo hayo yote. Unajielewa kweli wewe? Halafu unajiita wewe ni imamu mkubwa kwenye msikiti wa Shehe Mudi. Hebu jiangalie, halafu na ujiheshimu kwenye imamu wako. Kama nishangaza sana. Nimezungumza kujitahidi kuzungumza kote huko na bado kama jinyungua. Ya Rabbi, tusamehe. Huzuni moyoni mwangu kwa kufikiri dunia na shinda. Afadhali sana nimekuona. Amina. Jambo la kwanza, twende kwenye pointi. Tupo kwenye mfungo wa Ramadhani. Na wewe ni mtu mkubwa, najua ni dini tofauti. Kitu ambacho nilikuwa nataka kukuomba. Amina. Haya maji ukinywa, basi tafuta sehemu ambayo unaona huonekana na jamii ya watoto. Watoto wakikuona unakunywa maji kama hivi, nao watataka kuchukua nao wanywe ikiwa wanajaribu kufunga, watoto wadogo, sawa? Na kuomba sana. Tufanye usiku baada ya kufuturu, tutakutana pale. Okay, sawa. Hamna shida. Nakusubiria wewe. Sawa. Na kama hujaje, mimi na wewe sikwambii mingi sana. Nitajitahidi sana. Fanya hivyo mimi sana. Sawa, kama tulivyopanga. Huzuni moyoni mwangu kwa kufikiri dunia, nashindwa na malimwengu kwani nayo shuhudia. Musinitupe wanangu, shikeni wangu wasia. Musinitupe wanangu, shikeni wangu wasia. Hino ndio hali yangu mulipo. Unaitwa Shehe nani? Mimi naitwa Shehe Fei. Shehe Fei. Nimekutana na kishehe fulani kifupi sijui kinaitwa kishehe nani, sijui kishetani. Tulia kwanza, sio shehe shetani. Huyo anaitwa Shehe Shehani. Shehani. Embu. Ndio. Kifupi. Ndio hicho kishehe. Ndio hicho. Yaani kimenifokea sana. Maana yule shehe hapendi mambo ya ajabu. Kwa sababu jambo ambalo unalifanya wewe, kunywa maji barabarani unapopita, sawa unakosea. Alafu watu wapo majumbani, unakuta wengine wametulia, watoto wanapita barabarani vile. Kuhubiri yani barabarani natakuwa upunguze kidogo punch ya sauti. Sawa mchungaji wangu? Ni vibaya kumbe kutumia maji hadharani. Sawa, nimekuelewa. Nadhani sitayatumia tena haya maji. Nisikucheleweshe muda. Mimi nilikopo naenda sokoni hapo, maana nimemwacha mama watoto, si unajua saa 7 hii muda mke wangu kupika iftari. Acha mimi nikuache. Asante sana. Amina. Mungu akutangulie. Mungu awe pamoja nawe. Mungu akutangulie. Dunia mimi nazungumza kama nikiwa kama kichwa cha familia, kwa sababu ndilo jukumu ambalo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema aljaru karamuna arninsa, kwamba baba ndio kichwa cha familia na ndiye mlinzi wa familia nzima. Sasa tunapaswa kutambua hivi. Lakini mme wangu, unasema kwa mwanaume ni kichwa cha familia, lakini mbona wanao sioni kuelekea? Unaongea mengi, unahusia mengi, lakini wanao siwaelewi kabisa kuelekea. Kama huyu yuko bize tu na habari ya masimu. Huu ni mwezi mtukufu, utakiwa atulie na kujisomea Qur'ani na mengine na lakini yuko bize na simu. Na huyu amekuongopea na sijui hapo alipo kama kafunga. Na anaogopa kwa katoka msikitini. Hajatoka msikitini, hajatoka hadi asubuhi kanaambia uko alikuwa kaenda maskani. Sasa anakuongopea kwa katoka msikitini. Sijui unakuwa vipi. Maza. Mimi faza nimefunga faza. Unajua mimi nimetoka hapa nyumbani hapa nimefunga, ndio maana huyu mama nimemwambiaje? Mama mimi naenda maskani, nilidanganya tu. Lakini nilikuwa naenda msikitini. Aliniuliza maswali mengi mno. Ndio maana nikamdanganya naenda wapi? Naenda maskani. Si ndio Shadia?
Ndiyo kweli kaka ameenda msikitini. Waongo hao. Wote wanashirikiana. Sio kweli. Yaani wana wamekuwa waongo. Yaani inaelekea kunishinda kabisa. Wamenishinda hao watoto. Huzuni moyoni mwangu kwa kufikiri dunia, nashindwa na malimwengu kwani nayo shuhudia. Musinitupe wanangu, shikeni wangu wasia. Ndo tabia yako hiyo? Babako anakufundisha wizi eti? Na kujua vizuri sana, rudisha mkoba wangu. Kumbe ndo tabia yako hii? Yaani wewe si mtoto wa Shemudi kabisa. Hivi tabia ya wizi mnaitoa wapi? Yaani wewe unanipokonya kabisa mkoba wangu kwanza. Alafu naenda na kumwambia baba yako. Hiyo tabia ya wizi sio nzuri. Yaani mtoto wa shehe mzima kabisa unakuwa jambazi. Mama. Tapeli. Ilikuwa sio makusudio yangu. Shida nini? Ilikuwa sio makusudio yangu. Una shida gani? Nisamehe tu, nisamehe. Una shida gani mpaka unafikia hatua kunipokonya mimi mkoba? Mama, ilikuwa sio makusudio yangu mimi, lakini nisamehe. Usirudie tena tabia yako. رمضان يا حبيب رمضان Unajua unataka kunikimbia wewe? Unajua unataka kunikimbia? Leo nakuchinja. My feeling make it. Najua mimi sio rangi uipendayo, ila neza nikapendezesha mchoro wako, na sina sura nzuri ya kulingia, ila neza kulinda na kutunza heshima yako. Kwa juhudi za mabaya unayofanya baby, hivi unalipwa na nani? Au tuseme pengine umeamua maybe kumsaidia shetani. Nilifurahi kuona